Hesabu za biashara hufanywa aje na Duka Maps. Naitwa Gadhio. Hesabu za biashara huanza na kuweka record ama journal ya vile pesa ina move from one account to the other. Wacha nikuonyeshe tukitumia Duka Maps. Na after ume create account ya Duka Maps na kuongeza duka yako, unaingia kwa accounts. So unakuja hapa kwa menu, una scroll hadi kwa accounts. Sasa hapa unaanza na kuadd accounts zenye una operate biashara yako nazo. Now title ya hii page ni manage accounts, inakuonyesha jina ya duka yako. Alafu kuna hapa parent account. Hii ni optional, sio lazima account yako ikuwe na a parent account. Tutaidiscuss on another video. Then account name, unaweka jina ya account yako kulingana na ile kazi unataka hiyo account ifanye. For example, tuseme kwa hii duka yako kuna customers wanalipa direct kwa M-Pesa namba yako. So tunakuja hapa tunaongeza hiyo account. Na ni muhimu kuweka namba ya hiyo M-Pesa namba yako juu unaweza kuwa na M-Pesa ingine, M-Pesa namba ingine yenye pia unaweza hitaji kuongeza kwa accounts zako ama hata till ama paybill. So ukishaandika account name unaisubmit. Na ukisubmit inaongezwa hapa. ID ni a unique number ya hiyo account and then the account name imewekwa hapo. The account has no parent, balance ni 0, na total including children ni 0. Ukitaka kuedit ama kudelete unaweza tumia hizi buttons. Pia kuna wale wanalipa cash. Wacha tutengeneze account ya cash drawer. Na hii sasa itakuwa pesa yenye inalipo kwa cash, ile sanduku yako ya pesa. Alafu tu submit. Again inaongezwa hapa kwa accounts zetu, our account tree. Then pia kwa hii duka yako kuna vitu utahitaji kununua kama stock. So wacha tutengeneze account ingine ya stock purchases. Sasa pesa yote tutatumia kununua stock, tutakuwa tukirecord hapa kwa stock, kwa hii account ya stock purchases. Alafu tutengeneze account ingine ya sales. Hii nayo tutaitumia kurecord pesa yote tumeuza. At the end of the day tunairecord kwa hii account ya sales. Then after sales, kwa hii biashara yako pia utakuwa na expenses. Now expenses ni kama za rent na bills za stima na maji. Now hii account ya expenses tutaitumia kurecord hiyo pesa. Although pia unaweza kuchoose create an account for every expense. Like ukuwe na account ya rent, ukuwe na account ingine ya stima, ya maji, ya airtime and so on. Especially kama unataka kufuatilia vile kitu fulani natumia pesa yako. Lakini pia sio advisable kutengeneza account nyingi. So for now, wacha tu deal na hii account ya expenses. Tutengeneze tu moja yenye tutarecord expenses zetu zote za rent, airtime nini, hizo vitu zote. Na kwa hii duka yako pia utakuwa ukitoa pesa ya matumizi yako. Na hiyo sasa tutairecord kwa account ya personal drawings. Personal drawings. Sasa hii ni pesa yote umechukua kutoka kwa biashara yako kufanya mambo zako kama kulisha familia hivi. Tutairecord hapa kwa personal drawings. Na tukiwa na hizi accounts tunaweza anza kuweka records. Lakini ndio tuanze vizuri tunahitaji account nyingine ya starting capital mahali tutarecord pesa yenye tumeanza nayo. Of course biashara haianziange from zero. Kuna ile pesa unaweka kwa biashara. So tuongeze account ya
starting capital. Sasa tukiwa na hizi accounts, tunaweza anza kuweka records vile vile pesa ina move from one account to the other. Now ndio tuanze kuweka records, tutaingia kwa journal. Lakini kabla tuingie, as we can see, accounts zetu zote zinasoma 0. Cash draw, expenses, M-Pesa, personal drawings, zote zinasoma 0. Lakini tumesema huwezi anza biashara na 0. Kuna ile pesa umeanza nayo. Na hiyo ndio kwanza tutarecord. Ndio account zetu kwanza zimatch ile pesa tumeanza nayo. Wacha sasa tuingie kwa journal. So unakuja hapa, una scroll kwa menu, unaingia kwa journal. Na ukiingia kwa journal, utaona title yake journal hapo. Alafu the duka name, hii ni jina ya duka yako. Journal date ni ile tarehe ya date yenye sasa unarekodia hiyo journal. So the current date sasa tunaona hapa ni Sunday, October 12. So kama sio hiyo date unataka kurecord transaction ya siku ingine, you can select any other day from the calendar here. Wacha tu cancel, ndio tuweke hiyo date. Usually inakuwekea the current date. From account, hapa unachagua, there is a select list ya account zako. Account zako zote utaziona hapa. Hii ni from account. Unachagua pesa inatoka wapi. To account, unachagua pesa inaenda wapi. Again, this is a list of all the accounts zenye tumeweka. Then amount, unaweka ni pesa ngapi yenye ina move from one account to the other. Alafu narration, unaweka explanation. Kama inahitaji explanation ya hiyo transaction, unaweka hapo. Usikuje ukakuwa confused na transaction fulani later ukiziangalia. So narration ya hiyo kazi, unaweka ka explanation kadogo hapo, ndio ujue hiyo transaction ilikuwa ya nini. Alafu kisha jaza, una submit. Now let's say kwa M-Pesa yako umeanza na 1K. So kwanza tu update sasa hii balance ndio imatch M-Pesa yetu yenye iko kwa Duka Maps, imatch na balance yenye tumeanza nayo. So tunakuja from account. From account, hii pesa itaanza kwa starting capital. Alafu inaenda kwa M-Pesa yetu. Na ni pesa ngapi? Ni 1000. Narration in this case hiyo muhimu. Hii si kitu inaweza tu confuse. Juu hizi accounts are already defined from starting capital to M-Pesa, and then tuna submit. Now ukisha submit, Duka Maps ina record entries mbili. Cha kwanza tuangalie hizi columns. Kuna column ya ID. There is a unique number for every record. Kila record inakuwa na namba yake unique, na hakuna record iko na namba zinafanana na ingine. So kama hii ni 37 na hii ni 38. Then date inakuonyesha the exact time yenye umesubmit hiyo entry ama hiyo journal entry. Account inakuonyesha jina ya account. Paid in, hii ni column ya pesa yenye imeingia. Withdrawn ni column ya pesa yenye imetoka, that is to account. Balance inakuonyesha balance ya hiyo account. Narration ni hizo explanations, ni explanation ya hizo transactions na actions kama unataka kuedit ama kudelete hiyo journal entry. Now ukiangalia utaona pesa imetoka starting capital ikaenda kwa M-Pesa. So ukikuja kwa starting capital, ukiscroll utaona starting capital imekuwa withdrawn 1000 na balance yake ni minus 1000. Alafu M-Pesa imepata ama imekuwa paid in 1000 na balance yake sasa ni 1000. Sasa hii balance ya M-Pesa imematch na balance yenye iko kwa account yetu ya M-Pesa. Remember tumesema tumeanza na 1K. So sasa hii M-Pesa imematch na balance yetu ya M-Pesa. Now let's add another entry. Tuseme kwa cash drawer yako kuna 4K. Remember cash drawer sasa inasema balance ni 0. So we need to move money from starting capital
Tuseme hii ni pesa yenye tumeanza nayo ikaenda kwa cash drawer. Na tumesema ni 4,000. Then tuna submit. Sasa ukisha submit unapata interest zingine mbili. Ya kwanza pesa imetoka from starting capital, imekuwa withdrawn. So starting capital saa hii imepeana 5,000. That is why you see minus 5,000 here. Na sasa cha muhimu, cash drawer yetu sasa imekuwa paid in na 4,000. So sasa balance yetu ya cash drawer ni 4,000. So sasa cash yetu ya, pesa yenye iko kwa cash drawer imematch, na pia pesa yenye iko kwa M-Pesa imematch. Tuko na 1,000 hapo na 4,000 kwa cash drawer. Na pia kama unaweza estimate pesa yenye umetumia kununua stock yenye uko nayo at the moment, unaweza kuirecord pia. So wacha tuseme tunaweza estimate yenye assume stock yetu tumeanza na kitu 20k. So bado hii ni starting capital, pesa ya kwanza to account ni stock purchases. Tuseme so far tumetumia kitu kama 20,000 kununua stock yetu. Narration hapa, wacha tuseme hii ni estimated price of starting stock. Starting stock. Tupeane hiyo explanation. So pesa imeanza kwa starting capital ikaenda kwa stock purchases. We submit. So tukiangalia tumepata interest mbili, moja starting capital imekuwa withdrawn 20,000. So sasa starting capital yote ni minus 25,000 ama 25,000, and stock purchases sasa tumeona imekuwa updated, paid in 20,000. So sasa pesa yote yenye tumetumia kununua stock nayo at this moment ni 20,000. Na unaona hizi explanations zimewekwa kwa both of these entries, narration. Tunaona ni estimated price of starting stock. Now from this point tunaweza anza kurecord transactions zingine kama za sales, expenses na drawings. Juu already tume-update starting capital. Kila account, balance ya kila account sasa inapelekana. Kama ni drawer, balance ya drawer kwa Duka Maps inapelekana na ile balance iko kwa the actual drawer. Na balance ya M-Pesa kwa Duka Maps inapelekana na balance ya M-Pesa kwa M-Pesa account yako, ya M-Pesa number. Na pia stock tume-update. Now at this point tunaweza kurecord transactions zingine. Let's say by the end of the day kuna customers wamelipa a total of 1,500 kwa M-Pesa yako from sales, pesa yenye umeuza sasa hiyo siku. So sasa hiyo tutairecord aje? Tutakuja hapa tuseme from account, hii ni pesa imetoka kwa sales ikaingia kwa M-Pesa. M-Pesa yetu na ni pesa ngapi? Ni 1,500. Alafu tuna submit, ina record. Pia tuseme umeuza cash ya 3,000. Hiyo nayo tutairecord aje? From account ni sales. Hizi ni sales bado, lakini sasa pesa imeingia kwa cash drawer. Na ni pesa ngapi? Ni 3,000. Tuna submit. Haya, wacha tuseme pia tulikuwa na expenses kadhaa. Tuseme for example ulinunua airtime ya kuongea na customers ya 50 bob from M-Pesa. Hiyo tutairecord aje? Tutakuja kwa from account, pesa ilitoka M-Pesa ikaingia wapi? Ni airtime. Airtime is an expense, so ilienda kwa expenses. Na ilikuwa pesa ngapi? Chwani 50 bob. Sasa ikikuja mambo na expenses, ni vizuri to always put a narration ama explanation. Sasa unaweza jiuliza in future, okay, pesa ilitoka kwa M-Pesa ikaingia kwa expenses na ilikuwa 50. Hiyo expense ni gani? Lazima explain. Tuseme hii ilikuwa Safaricom airtime. Ndio ukihitaji kuangalia in future, unaona ilikuwa ya kazi gani. Na submit, na inajirecord hapa na pia inaweka narration.
Na tuseme pia ulikuwa na maji ilikuwa due. Kuna 200 ulikuwa upatie landlord ama caretaker ama agent, na ukampatia ikiwa cash. So hiyo nayo tutasema pesa ilitoka wapi? Ilitoka cash drawer. Ilikuwa cash. Ikaenda wapi? Again hiyo ni expense. Ilikuwa pesa ngapi? 200. Narration ni explanation. Unaweza sema ilikuwa maji ya October water bill. Alafu una submit. So inajiweka hapo na inaweka explanation. Tuseme pia finally tuseme at the end of the day ulichukua 500 za kufanya mambo zako, kama tuseme kulisha familia yako. So hiyo pesa ilitoka wapi? Ilichukua cash. So ilitoka cash drawer. Ikaenda wapi? Ikaenda kwa personal drawings. Na ilikuwa 500. Alafu ni vizuri kuweka narration pia. In this case ulitumia for home use. Again una submit na inajiandika hapo. Now after umerecord transactions zenye umefanya kwa journal, sasa hizi transactions zote ama transactions za hiyo siku, ukiingia kwa accounts, wacha tuingie kwa accounts. Kirudi kwa accounts sasa, unapata balances ya accounts zote kulingana sasa na vile umeweka journal entries zako. Sasa inakwambia cash drawer yako sasa hii balance yake ni 6300. Expenses 250, M-Pesa, personal drawings, sales, starting capital na stock purchases. Now ukitaka kuona statement ama account ya vile hiyo pesa imeingia kwa a specific account, tuseme for example tuangalie hii ya cash drawer. Hii ukitap kwa jina inakufungulia sasa journal ya cash drawer peke yake. Wacha tu scroll tukuje hadi hapa chini. Tunaona kwa cash drawer kuna pesa ilikuwa paid in 4000, balance ikakuwa 4000. Na hiyo pesa ilitoka kwa starting capital. And then after that kuna pesa ingine paid in 3000. Balance ikakuja 7000 na hiyo pesa ilitoka kwa sales. Then from there kuna pesa 200 ilikuwa withdrawn. Balance ikakuwa 6800. Na ilikuwa withdrawn kwa nini? Ilienda kwa expenses na ilikuwa October water bill. Finally kuna 500 ingine ilikuwa withdrawn. Balance ikakuja 6300. Na hiyo pesa ilienda wapi? Ilikuwa kwa personal drawings, home use. So ukitap jina ya account inakuletea summary ama journal ama record ya vile hiyo pesa inaingia na kutoka kwa hiyo particular account. Sasa wacha tuangalie hii account ingine ya tuseme expenses. Account ya expenses inakuonyesha expense nayo imetumia pesa. Kuna pesa iliingia 50 na hiyo 50 ilikuwa ya Safaricom airtime, na ingine 200 ilikuwa ya October water bill. So sasa total expenses unaenda kuambia sasa the total expenses ni 250. Tungigia pia kwa sales, unaona kuna pesa ilitoka kwa sales 1500, hii iliingia kwa M-Pesa, na kuna ingine ilitoka hapa 3000 iliingia kwa cash. So unaona total sales hapo inakwambia ni 4500 minus juu sasa hii account pesa inatoka tu. So for all these accounts, ukitaka kuona statement ya account any of these accounts, you tap to, alafu ina kuonyesha summary ama entries za vile pesa imekuwa ingiingia na kutoka kwa hiyo account. Now hakuna kitu muhimu kama hii information, na itakusaidia kujibu maswali mingi sana ya biashara yako. Ingia Google, tafuta Duka Maps, create an account, add duka yako, choose right package for your business na uanze kufanya hesabu za biashara yako like a pro.